Mkumbuke Bwana Mungu anayetupa nguvu za kupata utajiri. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 na mstari wa 18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Wapendwa, Biblia inatufundisha kwamba Mungu ndiye chanzo cha nguvu zetu, hekima, fursa na uwezo wa kufanikiwa. Utajiri haupaswi kuchukua nafasi ya Mungu. Badala yake, kila baraka tunayopewa inapaswa kutufanya tumkumbuke, tumheshimu na kumtumikia Mungu zaidi. Mkumbuke Mungu unapofanikiwa, unapotajirika, kwa sababu utafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliwaonya Waisraeli wasimsahau walipokuwa wamefanikiwa. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 17 hadi 18 inatukumbusha kwamba tusiseme, nguvu zangu na uwezo wa mikono yangu ndio umenipatia utajiri huu. Kila tulicho nacho hatimaye kutoka kwa Mungu. Mithali mlango wa 10 na mstari wa 22 inasema, baraka ya Bwana utajirisha, wala achanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo, mtumainie Mungu katika mambo yako ya kifedha. Fanya kazi kwa bidii, panga kwa hekima, toa kwa uaminifu, na mtambue Mungu kuwa ndiye mtoaji wako. Mungu ndiye anayekupatia nguvu za kuwa na mali na kuwa na utajiri. Mungu anaweza kubariki kazi ya mikono yako. Mungu habariki tu fedha ambazo tayari ziko mikononi mwako. Anaweza kukupatia mawazo, hekima, kibali, fursa na nguvu za kutengeneza mali. Na naomba kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu akupatie mawazo, akupatie hekima, akupatie kibali, akupe nafasi na nguvu za kutengeneza mali. Utajirike kwa jina la Yesu, kwa utukufu wa Mungu Baba. Zaburi 90 na mstari wa 17 Biblia inasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utudhibitishie. Naam, kazi ya mikono yetu utudhibitishie. Wafilipi mlango wa 4 na mstari wa 19 Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Hali yako ya sasa si sura ya mwisho ya maisha yako. Mtumaini Mungu, baki mwaminifu na endelea kufanya kazi kwa uadilifu. Mungu anajali uponyaji na ulinzi wako. Mungu anayetoa mahitaji yetu ya kifedha pia ni Mungu anayetuponya na kutulinda. Kitabu cha Kutoka mlango wa 15 na mstari wa 26 Biblia inasema, mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Zaburi 103 mstari wa 2 na 3 inasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Zaburi 91 mstari wa 1 na 2 maandiko anasema hivi, akatie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema juu ya Bwana, yeye ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Yesu pia alisema katika Yohana 10 na mstari wa 10 kwamba amekuja ili tupate uzima, kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo, usikubali kuishi kwa hofu, usikae maisha ya woga. Weka maisha yako, familia yako, afya yako, kazi yako na fedha zako mikononi mwa Mungu. Mtumaini Mungu hata hali inapokuwa ngumu. Mtumaini Mungu hata hali inapokuwa ngumu. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 hadi 7 inasema, tusiwe na wasiwasi, bali tumpelekee Mungu mahitaji yetu kwa maombi na shukrani.
Mathayo 6 mstari wa 31 hadi 33, Biblia inasema, tusihangaike juu ya tutakachokula, tutakachokunywa au tutakachovaa, bali tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya mengine tutaongezewa. Mungu anapokuwa wa kwanza katika maisha yako, unaweza kuikabili kesho kwa imani na ujasiri. Na ninataka nikuombee kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, upate kubarikiwa kifedha, upate kupona na upate kupokea ulinzi. Lako tu ni kuamini ninapoomba, na baraka hizi zitamiminika na kuingia katika maisha yako kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wa Mungu Baba. Wacha tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina kuu la Yesu Kristo, ninawaombea wote wanaosikiliza ujumbe huu. Bwana, wape hekima ya kutumia vizuri kila kitu unachoweka mikononi mwao. Bariki kazi ya mikono yao. Wafungulie milango ya ajira, biashara, mikataba, kupandishwa vyeo, fursa na ongezeko la kifedha lililo halali na lenye baraka. Kwa kadiri ya Kumbukumbu la Torati 8:18, wape uwezo, wape hekima na nguvu za kuzalisha mali na kusimamia kwa uaminifu kile utakachowabariki nacho. Baba, ninawaombea wale wote walio wagonjwa. Nguvu zako za uponyaji ziwaguse miili yao. Leta uponyaji, urejesho na nguvu kwa kadiri ya nguvu na mapenzi yako. Ninaomba ulinzi juu ya maisha yao, ndoa zao, watoto wao, familia zao, biashara zao, nyumba zao na safari zao. Kwa mujibu wa Zaburi 91, wafiche chini ya uvuli wa mabawa yako. Katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunakataa kila laana na kila nguvu mbaya inayofanya kazi kinyume na maendeleo yao. Kila madhabahu ya uovu inayozuia kusonga mbele ivunjwe. Kila madhabahu ya mipaka, kudumaa, kushindwa na mateso ipoteze nguvu zake katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kisicho cha Mungu kinachozuia fursa ulizowaandalia kikome sasa. Wape uhuru, wape ushindi na neema ya kutembea katika kusudi ulilowawekea. Bwana, fungua milango ambayo umeikusudia kwa ajili yao. Wape kibali cha kiungu, kazi ya mikono yao izae matunda mema. Warejeshe walichopoteza na udhibitishe kazi ya mikono yao. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Nikutamkie baraka za mwisho kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Sema tu amen na uendelee kubarikiwa. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana akubariki kutoka kwako na kuingia kwako. Aweke mkono wake juu ya kazi yako, aimarishe imani yako, ailinde familia yako, awaponye wagonjwa, akupatie mahitaji yako na akufungulie milango ya baraka. Mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa sadaka, zaka na kusaidia huduma hii, kwa sababu ni vizuri kusaidia kazi ya Mungu, tuma sadaka yako kwa M-Pesa namba 0713 570 155. Na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mimi ni mchungaji Shadrack Kilonzo Kidhome na kanisa ni ATG Kabaa. Kumbuka, Mungu ndiye akupaye nguvu za kupata mali, na upokee mali kwa jina la Yesu Kristo kwa utukufu wa Mungu Baba. Umaskini utoweke, ukafanikiwe, ukawe na zaidi ya kile unachohitaji na ukawasaidie wale ambao wanahitaji msaada. God bless you and thank you for listening to this sermon. Share the sermon with your friends and bless somebody in the name of Jesus Christ. Asante kwa kunifuatilia. Mungu akubariki sana.